Leo ukipita mitandaoni jina la Kash Patel lina trendi sana mtandaoni. Kash Patel ni nani? Kash Patel huyu ni director wa FBI, na miongoni mwa kitu ambacho kinafanya trendi sana mitandaoni ni kuwa inasemekana au inasadikika kuwa personal email zake zimedukuliwa na kuvujishwa na Iran. Sio kinacho trendi mitandaoni. Lakini tujiulize swali moja la msingi. Je, ni kweli? Hii ni kweli kabisa, kwani FBI wenyewe wamekiri kabisa kuwa ni kweli director huyu Gmail personal account yake ilikuwa hacked. Wamekiri ndio, lakini wamesisitiza kuwa kilichokuwa hacked na kuvujishwa ni taarifa zake na picha zake binafsi za kuanzia mwaka 2010 hadi 2019, lakini hazijahusisha serikali. Naomba tuelewe kitu kimoja hapa, kuwa taarifa zilizovujishwa na Irani kuhusu Kash Patel ni taarifa zake binafsi na sio FBI. Kwa hiyo wanachotaka kusema ni kuwa aliyekuwa hacked ni Kash Patel na sio FBI. Lakini sasa ukweli mchungu ni huu. FBI bwana, inabidi watuambie ukweli kuwa kiongozi mkubwa kama director wa FBI ni mtu nyeti sana serikalini, hasa kwenye kikundi muhimu katika usalama wa nchi ya Marekani kama FBI anakuwa hacked. Hii ni hatari sana, kwani Gmail personal account ya mtu inapokuwa hacked ni almost 80% hadi 75% za simu hiyo inakuwa mikononi mwa wahalifu, kiasi kwamba taarifa binafsi kama mawasiliano ya watu wengine muhimu kwenye nchi yanaweza kuwa yamepatikana. Lakini metadata, taarifa binafsi za safari zake, picha zingine ambazo zipo kwenye simu ambazo zinaweza kuwa ni very sensitive information, hasa wakati huu wa cyber warfare. Kwa hiyo hili bado ni doa. Inamaanisha tunalinda serikali na tunasahau viongozi wetu, basi hamna kitu kufanya. Kwa sababu kwa Marekani ambacho tunatakiwa kugundua kuwa email ni kama WhatsApp yao. Kama mimi na wewe ambao tunatumiana viwansi kupitia WhatsApp, basi Marekani wanatumia sana email kuwasiliana kuliko hata WhatsApp. Na mpaka sasa tayari mikono, vidole na lawama zote zinanyoshewa moja kwa moja kwenye nchi ya Irani ambayo haijahusika moja kwa moja na tukio hili, lakini kikundi cha Handara Hack Group hiki ndicho ambacho kinahusishwa moja kwa moja na kuhusika na tukio hili, lakini kina uhusiano wa karibu sana na nchi ya Irani. Ndio maana Irani inaonekana kuhusika moja kwa moja kwenye tukio hili. Swali la msingi linabaki, hawa Handara Hack Group ni kina nani? Hawa jamaa walianza kuonekana kwenye picha mnamo Disemba 2023 kufuatia mashambulizi maarufu sana ya Oktoba 7 dhidi ya Israel yaliyoasisiwa na Hamas kwenye kampeni ya Wiper malware iliyolenga na kutarget mifumo ya kompyuta ya Microsoft Windows pamoja na Linux. Kampeni hii ililenga watu mahususi, hasa raia wa Israel pamoja na Marekani, ikiwashawishi kupitia njia mbalimbali ambazo zilizotumika ni social engineering pamoja na phishing campaign, kuwashawishi hawa raia wa Marekani na wa Israel kudownload malware ya Wiper kwenye kompyuta zao na mifumo yao. Lakini pia kwa mwaka 2024 hawa jamaa walikuwa active kichizi, kwani walidai kuhusika na kuhack mifumo ya kiulinzi ya Israel julikanayo kama Iron Dome. Hii mifumo ni mifumo ambayo inatumika na Israel kujilinda dhidi ya missile range za masafa marefu na masafa mafupi pia. Pia mwaka huu wa 2024 walihusika kudukua taarifa binafsi za viongozi wa juu wa Israel, ikiwemo aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Israel Ehud Barak kwa mnamo mwaka 1999 hadi 2001. Huyu zaidi ya email 110,000 zilivujishwa. Pia aliyekuwa IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot, huyu zaidi ya email 60,000 zilivujishwa. Na pia aliyekuwa balozi wa Israel nchini Ujerumani Ron Proza, huyu zaidi ya picha na video 2,000 zilivujishwa. Hawa ni baadhi tu ya wahanga wengi dhidi ya kundi hili. Hawakuishia hapo, hata mnamo mwaka 2026 wameendelea kuwepo, kwani Januari 3 walijisha zaidi ya picha 60 na video mjongeo kutoka kwenye simu ya bidada Highlight Hasheds. Na kundi hili halikuishia hapo. Hata mnamo Februari 25 kundi hili lilidai kudukua Claret Health Services na kuvujisha zaidi ya taarifa binafsi za afya za wagonjwa 10,000.
Hadi hapo unapata picha kwamba hawa jamaa sio wageni jijini, ila wapo muda tu, na hili tukio la Kash Patel ni miongoni mwa mwendelezo wa matukio yao mengi, na ukichunguza vizuri michezo yao ni hii. Wanadukua email za viongozi wa juu either wa Israel au Marekani na kuzivujisha. Matukio kama haya yanatumika sana katika propaganda za geopolitics. Kwa makini sana, maana kwenye ulimwengu wa cyber warfare na geopolitics hakuna steering, hakuna jambazi, ninategemeana na upande ambao unaamua kusimama. Hivyo basi matukio haya hayafanywi tu na nchi kama Irani peke yake. Marekani, Urusi, China, Korea Kusini, Kaskazini, wote wanafanya hivyo. Kama wewe ni mpenzi wa geopolitics, basi yaweza kuwa hujawasikia sana hawa jamaa, ila kesi ya Irani na Marekani na Israel umekuwa ukiisikia sana. Basi hawa jamaa wamehusika pia katika chokochoko za hapa na pale, wakimsaidia Irani dhidi ya Israel na Marekani. Kivipi? Nitakupa tukio moja ambalo unaweza kuwa ukijaliona kwenye media au likitangazwa sana, ambalo walifanya hawa jamaa. Mnamo Machi 3 mwaka huu, hawa jamaa waliweka dau la kiasi cha shilingi dola za Kimarekani 250,000 juu ya wanaharakati wawili, Claude Gamari ambaye huyu ni Muirani na Mkanadian, ni mwanaharakati, na wa pili ni Rika Libon, huyu ana asili ya Umarekani na Irani, na wakadai kuvujisha taarifa za wanapoishi kwa kundi la New Jalisco Generation Cartel ambalo kiongozi wake aliuawa hivi karibuni nchini Mexico. Lakini serikali ya Marekani haijakaa kimya. FBI walifanikiwa kushusha official website ya Handala Hacker Group, na sio official website tu, hata backup website ya hawa jamaa ilishushwa pia. Na pia baadhi ya hatua zilizochukuliwa ni miongoni mwa kufungwa kwa akaunti official ya Handala mjini X au Twitter kwa sasa hivi. Hivyo nchi ya Marekani haijakaa kimya, bali inaendelea kujibu mashambulizi, na hii ni mwendelezo wa matukio ambayo yanakuja kutufikisha kwenye tukio ambalo lilitokea tarehe 27 baada ya kuconfirm kuwa director FBI akaunti yake personal ya Gmail ilikuwa hack. Hivyo basi ni kusii kwa tips kama hizi, endelea kuwa karibu nasi, like, subscribe na share video hii ili wengine pia waendelee kujifunza.